Tutaendelea kutoa taarifa kila wakati kuhusu tumefanya tathmini gani na tunadhani tunachukua hatua gani. Wapo ambao mara moja tu walikuwa wanasema ondoeni kodi. Tumesikia mahali hivi wameondoa kodi. Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe. Serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula, yani food crisis. 4, na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi 3 mbele, mamlaka ithibiti bei kwa miezi 3, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya TIPA. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi, kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha, na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza. Inategemea, inawezekana kwao gharama kubwa kwenye mafuta ilikuwa ni kodi. Inawezekana wakafanya hivyo na ikasaidia. Wengine wangeweza kusema pale paliwekwa ruzuku. Inawezekana watu wakawa kwenye gharama yote ile, kiwango pekee ambacho kinaweza kikashusha ni ruzuku. Wanaweza wakafanya hivyo, lakini kama nilivyowaambia pale mwanzo, haya si mambo ya kufanya kwa kukurupuka. Ukifanya kwa kukurupuka unaweza ukasababisha crisis kubwa zaidi, na hili tumeliona katika nchi zingine. Crisis zimewapata na wakapata shida, na sisi mara zote Mheshimiwa Rais anapenda mambo haya yafanyike kwa tathmini za kina
bila taharuki, ili yaweze kutupatia majawabu ambayo hayatatupeleka kwenye shida. Maeneo mengine kama nilivyosema, kwa ajili ya mambo ya diplomasia na mahusiano, si nzuri kutajataja nchi, lakini inatokeaga katika nchi nyingi za Kiafrika. Likitokea tatizo, watu wanatoa ushauri. Wewe unaweza ukadhani wametoa ushauri ili wananchi wapate nafuu, kumbe watu wanatafuta dirisha la kupiga, na wanaweza wakaongea ukadhani ni watetezi kweli kweli. Wekeni bilioni 700, wekeni trilioni 1, bei zishuke. Wewe unasikia wekeni, unaweza ukadhani inawekwa kwenye kibaba chako cha kibatari, kumbe wenzio wanataka kuweka kwenye dirisha wanalolijua wao. Wanajua wakitanguliza hivi wanakutana nayo wapi kule. Sasa haya si mambo ya kila mtu kushabikia. Kishabikia hapo utapigia makofi dili za watu. Lazima tufanye tathmini ya kina, tufuatilie hili jambo linaendaje. Pamoja na kwamba hatuwezi kukadiria linaisha lini, lakini lazima tujue tunachotaka kufanya ni kitu gani. Mheshimiwa Rais amekuwa mzoefu kwenye haya mambo. Kuna muda umeme ulikuwa unakatika, ikaonekana kuna upungufu wa umeme. Mapendekezo yakatolewa, tutafute mitambo ya kukodi. Watu walishatafuta na makampuni ya mitambo ya kukodi, wakijua pale kuna roundabout tu watakayokutana, zitaenda kuzunguka pale mpaka ziwasubirie watoke ofisini wakakutane nazo. Mheshimiwa Rais akasema, hatukodi mtambo, chukueni fedha kwingine popote pale tulipo, tumalizie bwawa la Mwalimu Nyerere. Hamna kukodi mtambo wa umeme na mradi wa umeme tunao hapa.